Nikawapeleleza, lakini sasa sikujua ni kazi gani kwa sababu hataki kuniambia. Kwani ni kazi mbaya hii hataki kusema? Siku moja kukiwa kama kitu saa 4 kaja na chupa imewekwa maji wakanipa kuikunywa. Nililala jumla. Kwani ilikuwa nini? Jioni ndio nikamwambia mimi bwana nilikunywa maji yale mnilipea nikalala. Akaniambia hiyo kuna ndawa tunaweza tukakupea ikatuliza. Kumbe ni zile tu bando ndawa. Kwenda kazi tulikuwa tuna kazi walikuwa wananiitia ni ya kwenda kuzika watu kwa mochari. Kuzika watu kwa mochari aje? Yaani wale watu ambao hawana watu wao. Sababu maiti nani mzito ilikuwa tunawekewa wawili. Wale watoto ndio ilikuwa tunawekewa hata 5. Hivyo. Tunashika kwa nini tunaenda tunamwaga kwa shimo moja. Sasa kwa sababu wale watachachiwa kwa sababu mimi sijapelekwa nao kazi kule kufanya kazi. Nikiwa pale kwa geti wananiambia ushike. Sasa walikuwa wamenifundisha kazi yangu ilikuwa ni ya kushuda kwa matako. Nindakonyita ugeni muthenya wa umuthi mwiroreri wakwa o kuria guothe uri maritwa makwa njitagwo Simon K. Karibu sana thini wa platform ino itu. Ngai atuheire ndimwendete muno na itanagithie muno ri ndugitikire ngumenyithie maundu maiganona. Mbere nene ndina broti ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing na broti ici ci handu hega muno na ni thengi ni undu wa andu aria maiguaga uria ndamera tondu taru ici ndirakwendire ci bara-ini ci rami-ini kuma Garissa Road ni kindu mita 50, just 50 meters. Mita 50 ni makinya 50 uguo ukorwo kinyete haria mugunda uri handu handirakwire ni hega na commercial na residential uguo no wake tunyumba twaku twa ukomborithia kana gaku wa guikara ci handu hega muno na ndirakwenderia ciringi 180 o haria Kithioko na kuma Matu nginya Kithioko ni dakika 10-15 wi Kithioko ni handu hega muno makiria. Uguo ungienda kuigithia na broti ici ukuhura namba ino ya thimu 0715 99 9909 180 hamwe na taitu. No gikienda kuriho kahora ni ukuigirira deposit ya 50 balance urihe na mieri 6. Oho ndina mugunda ungi ndinaguo ni undu wa ni hena andu raiguite ni njuritio muno ni andu Saimo no ukorwo wina mugunda ta eka 1 kana nuthu. Hena mugunda wiho na director aranjirire mundu ungienda kugura mugunda eka 1 wiho, mundu ungienda kugura mugunda nuthu wiho. Wenda eka 1 ni ukwenderio ciringi 700. Mugunda eka 1 icio ni broti 8 cia 50 by 100 kana nuthu wenderio 350. O hau hena mugunda ucio twina mugunda ungi wi hau thiini hanini no hau ni ukuingirwo hanini kindu ta dakika 6 uguo kana dakika 5 ukorwo wi mugunda-ini ucio no naguo uri ofara-ini iyo ya kuingira. Ungienda eka 1 kana nuthu araniria na ithuĩ na namba iyo ya thimu 0715 99 9909 ni ukuona na ni handu hega muno ona ho ruku no urime no ureithie mahiũ ureithie mburi ureithie nguku kundu kwega muno. By the way hura namba iyo. Undu ucio ungi ni ati twathie January aikorwo wi hau na wi muciari yukwenda kurehe mwana waku tukorwo tukimufundithia uhoro wigie videography, photography, tuge film production, graphics design, DJing ku DJ maundu macio mothe ma involve creativity murehe guku gwitu tumurore na njirere yagirire tumuhe skills iria ciagirire tumuhe mataro maria magirire mataro atakona handu hangi skills atakona handu hangi tiga guku gwitu na ndina mataru ona students aria me guku maundu maria mareka mama na ndirario uguo ati twegathiririe ki maundu maria student wa guku wa mieri 3 angika ni maundu mangikwo ni mundu uthiete na kwa gathoma diploma cia miaka 2 takinjire akiuga ni anine ihinda ria mwaka umwe kana mieri 2 guikara guku agukorwe mundu very professional ona ingere me guku mundu wina mieri 2 ni go shoot video ici niyo mashutaga ni moe ku edit ni moe go shoot nyimbo maundu maingi mega muno IT maundu macio mothe digital marketing ukatukuni digital marketing content creation maundu macio mothe wenda ku maundu megi phone repair
nduke guku tukuonia maundu macio mothe practical wega onawe kiuma guku wigue ni wivite wega na oho tugakwariria so ungienda gutukinyira tuhure namba eno ya thimu 0724 333313 0724 karibuni sana. Yes, karibuni sana siku ya leo. Damu Nyitogeni, na leo niko na jamaa kwa hapa, nataka atupe story yake. Story nimesikia zile kazi alikuwa anafanya na nipoa kusikizanga story kama hivi, so naweza taka tusalimia, tuombe majina yake, then from there tuendelee. Na naweza taka kusema kila kitu yenye ataongea hapa, they are not my views, sio views zangu, sio views za hii platform, ni views zake yeye mwenyewe. So karibuni sana jamaa wangu, karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Robert Mutwiri. Robert Mutwiri, wewe umetoka kule Meru? Nimesaliwa hapo Maua. Yeah. Na baba yangu alikuwa ni mtu wa kuombaomba njiani, alikuwa anapiga gitaa. Alikuwa msanii? Ila alikuwa anapiga na mzee mmoja hivi kipofu, alikuwa babu yangu. So alikuwa anapiga gitaa, watu wanampea pesa? Wanakaa kwa street njiani. Okay. Sasa wakikaa pale, huyu akipiga gitaa, mzee naye anapiga nini, drama. Mzee ama Guka? Guka. Guka alikuwa kipofu? Hata bibi, hata nyanya naye alikuwa kipofu bando. Guka na nyanya walikuwa kipofu? Na mamu? Mamu alikuwa ni mzima tu. Haya, sasa venye ulizaliwa, ulijipata huko sasa Maua? Nilisaliwa tu hapo Maua, nilijipata hapo Maua. Haya, tuendelee tu, nieleze story yako. Ulikuwa peke yako ama umezaliwa na nani? Tulizaliwa tukiwa watatu. Ila msichana huyo alikuwa ananifuata, alifariki. Ni nini iliendelea? Iliendelea wakati nyanya alifariki. Mzee akawa naye amegonjeka kwa jinsi hawezi akajisaidia. Mzee wako? Babu. Sasa mzee wangu naye alikuwa hana kazi yoyote ile anaweza akajisaidia nayo. Sasa ndio tulivyoenda hospitali, mara ya kwanza tulihudumiwa vizuri. Ila tulisaidiwa na watu tu majirani kumtoa hospitali. Hapa ndio ndanda yangu alifarikiaga hapo. Sasa ni kugonjeka, aligonjeka ama kulienda aje? Aligonjeka kwa sababu najua chakula, wakati babu aligonjeka na yeye, chakula ilikuwa ni ni ngumu sana kukipata. Sasa alikufa juu ya njaa ama? Alikufa kwa sababu ya njaa na kukosa malezi mazuri. Haya, sasa tuanzie wewe sasa. Sasa venye alikufa ukabaki wewe, ni wewe tu peke yako? Hata babu ndio tukatoka Maua. Nikawa namshika mkono. Tukaenda tukama Maua, tukakuja Meru town. Sasa babu yako? Okay. Kwa sababu baba alivyoona mambo yameanza kuwa mangumu, aliendaga hivyo mpaka wa leo sijawahi jua ako wapi. Sasa babu tulivyoenda naye Meru, tukakomboa nyumba huku kunaitwa Mjini ukitoka Meru town. Sasa siku moja nikiwa nimemwacha njiani, amekaa na kabakuli ili watu wakipita wamwekee. Na saa hizo shosho wako wapi na mama? Mama ndio aliendanga akiwa wa kwanza. Hadi wale hujaimpata? Shosho naye kulingana na maisha, ugonjwa ulimpata kumpeleka hospitali. Huko ndiko alikufiaga. Okay. Hata hatukuwahi kumzika, alizikwa tu na kanjo. Kwa nini hamkumzika? Ni kukosa pesa. Na tulijaribu watu wale wanayotujua watusaidie. So mlikuwa chini sana? Tulikuwa chini sana. Sasa kutoka hapo babu na nilivyomweka njiani akiwa amekinga. Amekaa mahali ya watu wanapita wanamwekea. Hapo ndio babu naye kifo ilimpatia hapo. Ngari hizi
taksi hizi za kubeba kutoka Meru town kwenda Makutano. Ilikuja ikiwa imekosa breki. Kamkanyaga, kichwa ikapasuka. Kutoka hapo ndio nikabaki peke yangu. Mdogo wangu na alikuwaga ametoroka akaenda Nkobo. Ulikuwa na mwingine mdogo? Yeah. Alikuwa kijana. Nikabaki peke yangu Meru town. Sasa venye babu amekufa, nani atamzika? Babu tulijaribu kuungana na vijana wa mtaani. Kwa sababu walikuwa wananijua, tulikuwa tunapita nao mitaani huko tukiwa naye, saa nyingine tunaenda sokoni kupewa viazi nini, vitu vya kupika. Sasa walikuwa wananijua, hao vijana ndio walinisaidiaga. Wakaniambia kuna jamaa mmoja anaweza akatusaidia. Alikuwa ni Muhindi anaitwa Abudu. Huyo ndio alitupeaga pesa ya kumtoa spini mochari. Tukakomboa huko kwa Kanjo huko wanapozikaga watu kwa makaburi. Tukamzika huko. Huko ndio tulimzikaga. Kutoka hapo nikawa naendelea kuanyanya kuokota vitu huko njiani. Kawa sasa naenda nao naungana nao pole pole. Nikaanza kujihusisha hata kujaribu yani kujiinua. Nitoke kwa hiyo kundi, kwa sababu ilifika hatua mpaka nikaanza na kuvuta ngamu. So umeingilia maisha ya street? Ngamu nafikiri nimevuta mwaka mmoja. Nikaona hapana. Nikajiunga na hii kundi ya vijana, yani kuenda kuaso kwa mjengo. Na hiyo ikawa inanilemea. Yani kwa vile kazi inakuwa ngumu kule kwa mjengo. Ikawa inanilemea. Kutoka hapo kapatana na vijana wengine hapo mjini. Kwa maploti hapo. Kaniambia kuna kazi ingine unaweza ukaifanya. Kaambia kazi gani kama hiyo tunaweza nikaifanya. Sasa wewe ulikuwa na miaka kama ngapi? Sasa hiyo nilikuwa na 17. Nikaanza nikawapeleleza, lakini sasa sikujua ni kazi gani kwa sababu hataki kuniambia. Kwani ni kazi mbaya hii hataki kusema? Hawataki kuniambia. Sasa siku moja kukiwa kama kitu saa 4 kaja na chupa imewekwa maji. Wakanipa. Kuikunywa nililala jumla. Kwani ilikuwa nini? Ilikuwa ni hizi mandawa za kulevya hizi D5. Na hizi Cosmos. Hizo sizijui. Sipo sinatokaga tu hapo hospitali, singine wanapeaga wenda wazimu yani. Ndio watulie, lakini wewe ukitumia mtu ukonomo yani inakufanya unakuwa kama kirizi, hakuna kitu unaweza ukokopa. Hakuna kitu unaweza ogopa. Na kila chochote utaambiwa utafanya. Jioni ndio nikamwambia mimi bwana nilikunywa maji yale mnilipea nikalala. Akaniambia hiyo kuna ndawa tunaweza tukakupea ikatuliza. Kumbe ni zile tu bando ndawa. Wakanipea nikakunywa. Kesho alivyoniambia tuende kazi, siku hata na kipingamizi kwa sababu ni kama yani akili haiko nomo. Kwenda kazi tulikuwa tuna kazi walikuwa wananiitia ni ya kwenda kuzika watu kwa mochari. Kuzika watu kwa mochari aje? Yani wale watu ambao hawana watu wao. Wale wanachaga huko watu wao na wakosa kuwakujia. Sasa serikali wakimaliza kama miezi 2, serikali hiyo inakujaga inawahesabu kwanza kama watu 30. Sasa vijana wanachukuliwa mtaani wanakuja kupewa ile Wanaenda kuzikwa wapi sasa? Ni kwa makaburi ya hapo hospitali ya General ya Meru. Sio mbali na hospitali. Sasa tukawa tunaenda na hata watupei mani. Kuna yule alikuwa. Sasa kulianza aje? Hebu niambie venye kulianza. Kwanza kuingia huko. Kuingia huko ndio hiyo mandawa tu walionipa. Sasa
Kesho kuja kuniita tuende ile kazi, sikupinga kwa sababu sina chochote na sijiwezi na wala kusema nikikataa hivi nitaenda hivi. Ndio tukaingia nao, tukaenda kakuta watchman wa mochari na kuna doctor huko hospitali mochari hapo. Tukaandikwa majina. Kuandikwa majina, katuchukua katundunga sindano za hapo kwa umefungwa mkono. Hiyo ni sindano ya nini? Hiyo ni yani ya kukufanya usiokope kitu chochote na wala usio na nini. Kwani iko na? Hiyo nilijaribu kuuliza akasema hiyo ni sawa na hii dawa tu unayotumia. Sasa umedungwa sindano. Hiyo kazi tunaanza saa 12 asubuhi. Kufikia saa 4 tunakuwa tunamaliza, lakini kabla tuanze kazi tunaonyeshwa mahali pa kuchimba shimo. Shimba 6x7 urefu. Na kuteremka chini ni fiti 7. Tunashinda hiyo siku kuchimba. Tukishamaliza tunaiacha hivyo. Kesho sasa asubuhi saa 12 inabidi tuende sasa kuchukua ile chera ile ya kubeba maiti. Mmoja anashika nyuma, mwingine mbele. Sababu maiti nani mzito ilikuwa tunawekewa wawili. Wale watoto ndio ilikuwa tunawekewa hata 5. Hivyo. Tunashika kwa nini tunaenda tunamwaga kwa shimo moja. Kwani sasa shimo moja mlikuwa mnaweka watu kama wangapi? Shimo moja ilikuwa inatosha hata watu 20. Paka wengine walikuwa nao wameoza, hizi nyama zinaanguka chini, tunaenda kuokota. Tukishamwaga wale tunaenda kuokota hizi. Sile nyama tukiwa tunaweka kwa karatasi ndio tunaweka pale. Tukishamaliza wanatupea acid. Nakuja tunamwagilia juu alafu ndio tunafukia sasa. Mnamwagilia juu ya wale mili iko pale kwa shimo. Acid sasa ni ya kumaliza. Ya kumaliza haraka kwa sababu hapo bando kuna wale watu wanakujaga kukomboa, wanakuja kuzika watu hapo. Sasa mara ya kwanza mlifanya hivyo? Mara ya kwanza tulifanya hivyo. Na mara ya pili tukaendelea hivyo. Sasa zile dawa zikawa zimeniaffect vingine tofauti. Hapa nikaona hapana. Zilikuwa zinakuaffect na njia gani? Kwa mfano ukitumia kama asubuhi, unaweza ukashida uisija. Kazi yako ni kiu ya maji tu peke yake. Na nini? Sasa saa 8 usiku ndio unaweza ukasikia njaa. Na saa hiyo pesa ile umepewa unaweza uione hata maana kwa sababu huoni kama ni kazi ngumu kwa sababu hizo ni mandawa. Huoni hata kama ni kazi ngumu. Kaendelea hapo kufanya hivyo kila siku baada ya siku. Mlikuwa mfanya kila siku? Tukimaliza wiki moja wanatupea kama miezi ingine 2. Sasa walivyotupea tumefanya kama miezi 3 hivi. Walivyotupea tungojee sasa waje watuite vile wanavyotuitaga. Ikawa nimepatana na msichana mmoja hivi hapa mjini. Na sasa walikuwa wanawalipa pesa ngapi? Shilingi 500 kwa mtu mmoja. 500 peke yake? 500. Kwa ni 500 peke yake. Kwa sasa nimepatana na msichana hapa mjini hapa. Mlipatana aje na uko Meru? Ni hapo town tu. Hapo Meru town. Kaniambia tuwe tunaenda msikiti. Nikaenda siku ya kwanza sijui kuswali nini. Alikuwa Muislamu? Kabindi anionyeshe na mzee mmoja alikuwa anaitwa Hassan. Huyo mzee ndiye akawa ananifundisha vile kunafanywa nini kuswali. Ndio akaniambia sasa utakuwa unaitwa Robert, utakuwa unaitwa Ibrahim Mutweli. Kakubali. Yule msichana tumekaa naye ikiwa sasa nimeacha ile mambo ya mochari sasa. Nimeanza kuosha nini msikiti.
Sasa unalipwa? Yeah. Kwa mwezi walikuwa wananilipa shilingi 3,000 na nyumba wananilipia. Msichana tumekaa naye akiwa anafanya kazi ya kuuza bajia. Na mimi saa ingine nachukua toroli naenda sokoni nasukuma. Nikipata kile nachokipata naficha kwa sababu nitakuja naye nyumbani. Sasa jioni ndio naenda naomba wale wa mama viazi na nini, naweka kwa ile wheelbarrow. Tukija tunaunganisha na ile na msichana kaeda hivyo. Tukapata mtoto wa kwanza. Sasa mmekaanisha. Na tumeshaelewana, tumekaa sana. Okay, mmepata mtoto wa kwanza. Tukaendelea kukaa hivyo. Sasa msichana akawa ameanza mambo ya wasichana hayaelewekagi. Ameanza nini? Ameanza mambo ya nikija nikimuuliza kwa nini hukupika, ananiambia unaweza ingia jikoni upike nini, yani mambo mengi ya nyumbani. Sasa mpaka nikawa najiuliza ama ni hii kazi naifanya wheelbarrow. Sorry? Ama ni kazi ya kusukuma torodi na sababisha awe na chuki na mimi. Kaona hapana, nikaenda nikaongea na ule Sheikh Hassan. Akaja akaongea naye. Akatulia, tukaendelea kukaa tena, naendelea tu kufanya kazi yangu ya wheelbarrow na bando. Na siku ya Ijumaa na ni siku ya Alhamisi naenda naosha msikiti. Ndio kesho Ijumaa watu wanaswali. Yeah. Nikaendelea kung'ang'ana hivyo pole tukapata mtoto wa pili. Tukiwa na huyo mtoto wa pili, ile wheelbarrow yangu ikawa sasa iwezi ikafanya kazi kwa sababu tairi imeisha. Na imeanza kukatika huku nimechomelea nini. Nikaona hapana. Nikaingia stage. Kuna kijana mmoja alikuwa tunaenda naye msikiti. Alikuwa anaitwa Kalalo. Kamuuliza ama anaweza akaniingiza kwa hii kazi ya umakanga. Kaniambia hapana. Lakini kuna kazi iko. Kuje kesho nikuonanisha na huyo mtu. Kanionanisha na mama mmoja alikuwa anaitwa Makena. Ni wanafanya kazi kwa Kanjo. Okay. Akaniambia kuna kazi iko na kwa siku ni 200. Italingana na bidii yako. Kamwambia sasa hiyo kazi itaanza lini? Akaniambia kuja saa 12 ya jioni. Nikakubali. Jio saa 12 kuenda. Akaniambia umetafuta bidhaa. Nikamuuliza bidhaa gani na huku niambia kazi ni gani. Kaenda kwa hao vijana wengine walikuwa wanafagia barabara, wala wanafagia stage usiku nini. Kaniombea kifagio. Stage iko na line moja hivi na hivi mabira mangali yanavyopaki. Sasa unafagia kama kutoka hapo, kama wewe tuseme kama ni kiurefu. Ndio siwezi nikakwambia. Ikawa naifanya hivi, unafagia unategea mpaka saa 5 ya usiku. Ndio unaanza kufagia. Ukifagia hayo matakataka upasi uyaache pale na vidi weke kwa ngunia, uende mwage kwa lile tanki la Kanjulio na kujaga kuchukua matakataka. Nalo liko kwa umbali. Nikaendelea kung'ang'ana hivyo kufagia. Kila siku naamka na shida tu hapa nyumbani kwa sababu sina kazi nyingine. Ikifika saa 12 unaenda kufagia. Naenda kufagia. Ikafika hatua kifua ikaanza kunisumbua. Sasa ile kazi nikawa nimeipunguza. Ile mwenyewe akaniambia uwezani na hii kazi. Nikamwambia sio siwezani, ni vile nasikia kifua kinanisumbua. Kwa sababu ya ile vumbi na nini, hakuna kitu napewa kujikinga wala nini. Nikaendelea
Sasa huyo mama akaniambia yeye ngoja nitafutie kijana wa kunisaidia. Nikae nyumbani kama mwezi mmoja hivi. Ili afya yangu irudi. Kamwambia sawa. Kamaliza kama siku 2 hivi nikaendea pesa zangu zile alikuwa nazo. Nikaja. Siku moja akanipigia simu akaniambia hebu kuja msaidiane na huyu kijana wako na yeye ni mvivu. Hawezi kazi. Toka hapo nilivyoenda sasa saa 12 tusaidiane na huyo kijana. Nikakuta yule mama ameshatafuta mwingine, hata yule alikuwa amemweka pale. Sasa after kutoka umepona? Sijapona. Ila alikuwa ameniita niende tusaidiane na yule huyu afagie pande moja na hili kwa sababu anasema yule afagii vizuri. Kwenda kufika pale nakuta hata yule kijana alikuwa amemweka pale ameshamtoa. Ameleta, kuna msichana mmoja hivi alikuwa ameleta wengine 2. Kaniambia nyinyi hakuna kazi mnaweza mkafanya. Rudi kwa sababu hata mwenzako nimeshamfukuza. Mimi nikarudi. Sasa bibi yangu naye akawa ameleta mambo ya kutokuelewana kwa sababu ananiambia sasa kama kazi umekosa. Kwa sababu bado mko naye hadi saa hizi? Alishatoroka. Kunianza sio hivyo. Hiyo time bado bado mko na yeye? Tuko na yeye. Sasa nikajiuliza nitaendelea na kazi gani nyingine. Nikawa natokea mtaani tu, kuna hizi manduka makubwa ya Wahindi. Nikaanza kazi pale. Nikauliza kazi pale. Sasa hiyo nani ya kutoa simenti. Hisi wanaita tao sasa chini. Mkimaliza hapo mnaanza kwenda kutoa ingine ya unga. Hivyo hiyo naye ilikuwa inaingiza pesa. Kwa sababu mkitoa kama container moja kutoka asubuhi mpaka saa 8. Kila mtu anapewa 1500. Talingana na vile Muhindi kwa sababu ako hapo nje akiwa anahesabu anaona vile unavyobeba mizigo. Kawa nang'ang'ana na hiyo. Nikaendelea nayo bado tuko na bibi yangu. Ikafika hatua ya mtoto huyu mkubwa aende shule. Sikujali, niling'ang'ana mpaka kwa chifu na nini. Nikampeleka shuleni. Kumpeleka shuleni. Kurudi kuendelea na shughuli zangu sasa za kawaida za kila siku. Ndio kulikuwa Jumapili. Bila wewe unaweza ukasema ngoja utokee utembee. Nikiwa natokea natembea ndio nilikutana na vijana wanakimbia. Vijana vile walikuwa wanakimbia, kumbe walikuwa wameiba simu. Ile simu unaona sasa mile unaweza ukastuka ukasongea pembeni ili uwafiche uondokee wapite. Wakarusha simu kwa miguu ya nani? Kwa miguu yangu. Sasa wale walikuwa wanawakimbiza wakaja wakanishika wakaniambia ni mmoja wao. Ulikuwa na wewe bando ulikuwa ndivyo mnafanyaga. Wanakuruhusia wewe unajifanya huko na karibu nao unachukua alafu nao unaenda. Kaambia hapana, kunipiga walinipigaga sana mpaka hapa hivi. Niliedaga kwa hospitali. Ila kwa hospitali nilipelekagwa nikiwa jela. Aya, kwani watakupiga alafu tena wafanye nini? Walinipiga hadi mpaka wakanipeleka kituo ya polisi kwanza. Kutoka pale kwa sababu sina hata mtu wa kujitetea.
wa kunitetea. Sina, yani nikijaribu kueleza mtu fulani ananiambia huyo hamjui. Na huambii hawa ndio wamerusha nini? Kuambia niliwaambia. Lakini hakutaka kunisikia. Ndio kutoka kituo polisi ndio nilipelekagwa jela sasa. Jela? Jela nimekaa huko, kuna mateso acha tu. Kuliendaje huko? Huko? Hai. Yani chakula ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu sikuwa na nguvu ya kujitetea kama wale wakubwa. Hapana. Ilikuwa kama siku ambaye wale wakubwa wameruhusiwa kutoka nje kwenda kulima kule. Kuna watu wanakutanaga nao, kuna vitu wanaleteagwa vya magendo kule vya kuuza huko ndani. Vitu kama gani? Kama sigara hizi sarosta. Bangi. Hii tumbako ya kuweka hapa. Ilikuwa vinaletwa. Sasa kwa sababu wale watachachiwa, kwa sababu mimi sijapelekwa nao kazi kule kufanya kazi. Nikiwa pale kwa geti wananiambia ushike. Sasa walikuwa wamenifundisha kazi yangu ilikuwa ni ya kushuda kwa matako. Unafinyilia kwa sababu inakuja inafungwa na kwanza na hii karatasi ile ya kaki kabisa, ile ya unga. Ile ya unga? Kisha inafungwa kitu kiasi, alafu pale juu inakunjwa hivi na huku. Alafu inafungwa na hii sasa ya nylon. Alafu sasa inapakwa mafuta. Sasa ilikuwa inalingana vile unaweza ukasukuma ngapi. Na sasa itatoshea? Ilikuwa inatoshea. Sasa utafanyaje? Sasa wewe ulikuwa unaweka kama ngapi? Mimi nilikuwa naweka 2 tu peke yake. Alafu sasa utaitoa aje? Kutoa sasa ndio ilikuwa shinda. Na hiyo ya kufanya hivyo ni kwa sababu jioni usikose chakula. Kwa sababu yule anayefanya hivyo ni wale wanajitaga huko ndani vinara. Ndio mwenye hiyo shughuli. Ndio alikuwa na kuambia ukitaka vizuri na ukae, yani na kulala mahali, yani ili upate hata pa kulala pazuri. Wala hata usisumbuliwe na wengine. Lazima ufanye hivyo. Sasa na mimi nguvu yangu ilikuwa itoshi kupigana na wale wengine. Inabidi nifanye hivi ili kusudi huyu anipe mahali pa kulala pazuri na chakula. Sasa kwa kutoa sasa ndio kulikuwa na kesi. Pa kutoa kwanza lazima unywe maji mengi. Alafu kula chakula mingi. Kifikia saa 4 kwenda kutoa mpaka kutapika ulikuwa unatapika. Kwa kusukuma ili itoke lazima utapike. Unaitoa na njia ya kwenda haja kubwa. Yani lazima uende haja kubwa. Sasa ile harakati inabidi na ikakosa kutoka. Sasa hapo ndio ilikuwa, kwa sababu sasa hapo una jinsi nyingine. Lakini kwa kutoka ukikuwa umekunywa maji mingi, kisukuma ukisikia itaki kutoka unaweza ukaweka vidole ili ujaribu kujifanya unataka kutapika, kujilazimisha kutapika. Si unajua lazima utafunga hewa mingi ndio utoe matafishi ambaye ya kulazimisha. Hapo ndio ilikuwa inatokea. Inatokea wapi, kwa mdomo? Kwa haja kama vile tu unavyotoa haja kubwa kawaida. Na mbona unatapika ama ni juu ndio ufunge hewa? Yani ile kuweka mdomo ili ufunge hewa, kujilazimisha kutapika ndio sasa nini yao imejaa, ndio sasa utaisukuma kwa haraka. Na ukakosa kutoa hawa anaweza kuchapa. Sasa hapo ilikuwa sasa ukikosa kutoa na bindi wanakupea chakula mingi na kukorogea sabuni. Ukunywe. Ndio. Yani ndio iwe kwa tumbo kuwe kwepesi, ndio nini iwe itoke haraka. Ukunywe sabuni. Yani unajua sasa ukitumia hiyo hata haja inakuja mingi. Alafu ukitoa unachukua unaosha. Sasa ukitoa unatoa ile karatasi ya juu kwanza unatupa. Sasa ukishatoa ile ya juu unampea huyo ambaye hajashika ile mambo ya haja kubwa.
Sasa ukisha ni mpea huyu yeye atakunjua. Akikujua ile ndani haina uchafu wala nini. Sasa ni nini ngine ulikuwa unaweka na huko nyuma? Nilikuwa nawekea hizo tumbako. Hizo sigara na hata bangi pia. Sasa inalingana na siku ambayo imekuja. Kuna siku anaweza kuwa wameitisha hili kitu fulani. Na hata wengine walikuwa wanashirikiana tu na wale maaskari wa pale Kongeti. Wanatumwa, wananua, lakini wakifika pale wanaambiwa upe kijana fulani. Sasa unajua mateso hapo yalikuwa mengi kwa sababu hiyo kitu kama hujashiba vizuri na inaweza ikakaa hapo hata kwa siku 2. Hadi ushibe vizuri. Inaweza ikakaa hapo kwa siku 2. Sasa kwa hizo siku 2 unajua lazima mtakuja kuchachiwa. Una siku ya kuchachiwa, mnatoa nguo. Alafu mnashika kichwa, unaambiwa urukaruke kichura. Sasa kwa sababu mara nyingi walikuwa wanichuku. Sio mara nyingi walikuwa wananiambia niruke kichura. Wawe hawako wanakushuku? Yalikuwa ni shuku sana kwa sababu yani nilikaa humo nikaona kama niko dunia nyingine, mpaka akili ikawa imezubaa kwa sababu nikifikiria nimeacha mke wangu mahali na watoto. Ndio nilikuwa najitahidi mtoto aingie shule aendelee na masomo. Yani ikawa mateso yakawa mengi sana humo. Kwa ni kafika hatua mpaka sasa saa ingine hata na wananipea hizo vitu hata nasahau na kuchomeka huko, kwa nini nikawa nashindwa, na saa ingine nasahau na njishikili nasishika hivi. Siku moja nikaja nikapatwa nazo ukasahau kuziweka huko ndani. Kwani sasa hiyo unatumia nini humo ndani? Lazima wanakupea mabangi ya kuvuta. Najua kabangi kadogo hivi kalikuwa kanakato kadogo hivi, kapisi kadogo hivi kama pelota ya sigara. Hako kalikuwa ni 150. Na walikuwa wananunua wengi. Sasa ati siku moja ukasahau kuweka? Kasahau kupicha sasa huko kwa njia ya haja kubwa. Nilichapwa. Ni nini ulikuwa umeshika saa hiyo? Ilikuwa ni hizi sigara za roster na tumbako. Siku hiyo kulikuwa hajakuja nini bangi. Hapo ndio walimtandikia vibaya sana maaskari, mpaka nikakaa nimelala karibu wiki moja. Jua venye umetandikwa? Venye vile nilitandikwa. Mwenye zile vitu anataka nimlipe, kwa sababu ni vitu vya angeuza angepata pesa nyingi sana. Sasa ikawa sasa ni kumwekea akisikikuja sasa, kwa sababu sina pesa. Ni kuchukua zile sinakuja, kabindi tukule garantii tena upya. Kwa sababu sina pesa na nini na sina uwezo hapa ndani. Mimi nitakuwa na kusundi hizo vitu kwa njia ya haja kubwa, na jioni mimi nitakuwa nakula chakula mchana, ya jioni hakuna. Anakula? Sasa hiyo ndio malipo ambaye namlipa. Na hiyo ni kama almost kama mwezi mmoja hivi. Sabuni ikija nikipatiwa anachukua. Kwa sababu ndio malipo. Vitu zake zilikuwa za pesa ngapi? Huku nje wewe sijua vile walikuwa wananunua na maaskari. Na unajua zingine walikuwa naletewa, kama siku ile tunakuja kuangaliwa na watu wale wanakuja kuangalia watu wao ndani. Mnatolewa pale nje. Mnakaa mahali pamoja, mnaimba nini, vitu kama hizo. Sasa kuna masaa mnaambiwa msalimiane sasa wakiwa naye. Sasa hapo ndio ulikuwa unakabidhiwa vitu kama hizo. Hapo ndio tulikuwa tunapata vitu kama hizo. Ndoka ndina uhoro mwega muno wa broti ndinacio kuria mwena wa Gitengera,
Brutish hado hega muno in a gated community, in a controlled area, na Brutish haria shiri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Uguo kuma Gitengera town ti hado hanene. Uguo wewe hau hihi ungienda gusetwa family yaku, aikonu wendaga gwaka hado kamucie, hado hega, hado gisetwa family yaku, hado gikara wega, ka estate controlled gathaka we waitonga ihinda tiringi ni riri ndina Brutish 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia shiringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera na kuria Gitengera ni drone ni gukurite muno tondu actually gutire kindu gutari nakio kwina mathibitari maingi muno, kwina mafegi gutire fegi gutari, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Uguo ni kundu ungithie no seto immediately na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria. Brutish ndakwira ni shiringi milioni 5 peke yake na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Hado haria shiri ni hado hakurite muno, uguo ni kuga hena thitima, kwina mai, indo ciothe cibataranagia kwina cio. Mikawa iria ikuria ni mikawa miega, ungithiaga ma gardens, ungithiaga ukahorera na family yaku. Nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari, ni njui ni ukuonio mbica icio ciothe hau. Ni undu wa uhoro makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724 3313 nigetha twariririe tumenye uri ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku, handu ungiseto family yaku. Kitengera Milimani Estate, mko karibu sana, asanteni sana. Kawa yani huko ndani mateso ni mengi sana. Nikaendelea kung'ang'ana na hiyo hali hivyo kwa sababu ile jamaa bando anandai vitu zake na nini. Sasa ikawa sina jinsi nyingine ya kufanya. Ikawa niendelee tu kung'ang'ana kumsudia hizo vitu kwa sehemu ni ya haja kubwa ili kusudi nisipate kulipa na nisipate kipigo tena. Kwa sababu sasa ni hao walikupiga, sio askari? Askari walinitandika kwa sababu ya kunikuta na hizo vitu. Na bado hao watakutapa? Na nikisema nimepewa na mtu fulani, najua kule wao wanapewa saa nyingine kasi ya kwenda Kware na nini. Huwa wanaokota biwaye hivi vya beskeli ama wanakata senyingi. Wakiwa kule huko wanabonda. Alafu wanaichomeka kwenye zile viatu zao chini. Sasa wafungwa ama? Sasa wao wakiingia nazo ukiwa ndani wanaanza kukata nazo ama kukuchora mapicha ambayo yaeleweki na hizo waya. Na unajua sasa ile kukata la sio eti kwa sababu sio eti kupenda kwako, anakukata kwa lazima. Na ni uchungu. Sasa nikaona kuliko mateso mengi ya hivyo bora niendelee kumshuhudia hivi, alafu nakula chakula mlo moja tu kwa siku. Ingine anakula. Hiyo ingine anakula. Vitu ambavyo navyo tunakuja kugawia kama vile sabuni nini ni zake. Yani hizo zinakuwa ni zake. Na unajua ukiwa pale usipofua nguo lazima yule askari ako duty akija kuangalia lazima atakuja kuwa anakagua nguo. Na sana walikuwa anakagua huku kwa kala na huku kwa makwapa. Wakikuta iko na hata kaalama kidogo utasema ulikuwa unafanya nini wakati ulikuwa umepewa bidhaa vyako vya kufanya usafi. Na pale wesi kwa sababu mimi nilikuwa sina hata nguvu ya kupigana, wesi ukasema ni fulani alichukua. Hapana. Sasa ilikuwa inaifanya naifua hivyo. Nang'ang'ana mpaka saa nyingine naomba yale maji ambayo wamefulia. Yale yako na sabuni kidogo ili kuzudi nifue yangu ikae safi. Niliendelea na hiyo mateso humo ndani mpaka nikawa naomba Mungu, nauliza ni lini nitakuja kutoka huko. Ulikaa miaka ngapi? Humo nilikaa miaka 2 tu. Nilikaa miaka 2 ila haikufika kabisa. Kwa sababu huyu
Huyu sijui anaitwaje, huyu Medheka Lentore. Alikujaga kututembelea, akaanza kusema kila mtu atoe maoni yake, nini kilichosababisha ingizo pale. Tukajaribu kutoa, lakini hatukusikizwa. Lakini naye nafikiri yeye ndiye alifanya mpango nikaja kutoka. Baada mimi kutoka, kurudi mahali nilipokuwa sasa na bibi yangu, nakuta bibi yangu alishachukuliwa na mume mwingine. Rafiki yako ama? Vijana tu wa mitaani. Ni mtu hata nilikuwa simjui. Ila alikuwa ni Msomali. Na watoto wako nao. Sasa nikawa najaribu kumfuatilia, kumuuliza. Wakawa ananitishia sana. Nilikaa kama almost miezi 2 hivi. Wakasema sijui wanaenda huku sehemu ya Kowaria huku. Wajia ama hapo? Wajia. Ama Garissa. Hiyo sehemu. Sasa walivyosema wanaenda huko, yeye yule mwanaume akasema endi na watoto wa mume mwingine. Nikabindi niachwe na watoto. Sasa hiyo nimeachwa na watoto, sina mali, sina hata nyumba. Kwa tunatengeneza hapo Meru Town, kuna mahali kuna uwanja ulikuwa juu ya stage. Ilikuwa ni uwanja ya mtu, lakini ilikuwa imemea mamiti pembeni. Alafu pembeni huku kulikuwa na vibanda vya mama, kwa naita kasoko mjinga. Kwa sasa tunajenga kwa hizo vibanda pande hii ya nyuma. Tunakaa hapo. Ndio nikawa nimechukua watoto wangu naenda nao hapo, tunalala nao. Kaendelea kukaa nao hapo. Baadaye kuna mama mmoja Mkikuyu. Anaitwa Wambui. Ndiye alikujanga akaniambia, kuliko unafanya hii kazi surura na watoto na unaombaomba mtaani, njoo kwangu. Kwa nakaa chini ya kakoromone huko. Ilikuwa na mbuzi. Nikawa namchungia mbuzi. Lakini watoto wangu bado wanaenda shule. Mimi mambo ya mshahara hakuna, kile ninachoitisha ni kama vile sasa niko nyumbani. Tuliendelea kukaa na watoto hivyo hapo. Baadaye yule mama akafariki. Lakini wakati niliendaga kwake sikukuta mzee wake. Yeye tu na alikuwa na vijana wake. Sasa pale napo mateso akawa yametokea mengi. Sasa venye alifariki? Alivyo mama huyo alivyofariki. Wakawa ananiambia sasa utakuwa pesa zako sio ulikuwa unapewa, yani kama pocho ya kutumia. Hautakuwa unapata. Na watoto kwa shuleni tumeacha kuwapeleka. Sapo nikashindwa nitafanyaje. Nikawa naendelea kung'ang'ana nao hivyo. Yani ile kuendelea tu kuchunga hizo mbuzi zao, na jioni nakuja na fagilia makuku zao nini na mambata. Kwa sababu alikuwa na nyumba kubwa sana ya mambata. Nikawa naendelea hivyo. Siku moja kulikuwa Jumamosi, nikaenda, wakawa wamenituma kuendea hizi chakula za kuku. Bahati ya Mungu nikaokota shilingi 20,000. Hizo 20,000 nikasifikiria, nikaona hapana. Hawa watoto ngoja ni watoe hapa. Katoka nao, nikatoka huko Akolomone nikaenda sehemu inaitwa Majengo. Hapo Meru. Nikakomboa huko nyumba ya shilingi 500, nikaa nakaa na watoto wangu. Akaja sponsor mmoja. Wanatafuta vijana watoto wale hawana wazazi na wale wa wazazi wao wanjiwezi. Na nikamuelezea mambo yangu vizuri. Na nini,
akawa amechukua watoto amewasponsa. Na mimi nikawa sasa kwa zile pesa bando nilikuwa nazo nikawa na fanya kazi ya kaoka nini kuuzauza huko stage. Okay. Nini. Nikang'ang'ana hivyo, nikaona hii kazi nayo bando inanilemea. Kuna jamaa mmoja alikuwa anauza bangi hapo stage. Kwa tu kwa rafiki yangu akaniunganisha na mambo yaniyo namuuzia. Kale kapako ka bangi sikiwa umo kama 50, nauza kamoja shilingi 50. Sasa nikiuza tunia 50 shilingi 2500. Ananiambia ukiuza hako unatoa 200 yako 50 unaniwekea 2250. Nikawa nang'ang'ana nayo sasa pale kwa sababu maskari walikuwa. Sasa ulikuwa unaenda kuambia mtu aje nauza bangi utanunua? Sasa yeye pale stage unajua makagani wengi wavutaji wa hao watu wa mangereji wengi tu. Na watu wa Jua Kali wengi walikuwa wanakuja kununua kwake. Sasa yeye anakaa kule kando. Sababu alikuwa anakanduka hapo. Wao akija akwambia enda uone, kwa sababu walikuwa wameshanibandika na jina ya Mwala. Enda umuone Mwala ako pale. Huyu kijana Okasi anakuaga hapa akuja. Sasa akija mimi najifanya anga nini na kutolea na kupa unanipea pesa. Sasa zile pesa nazo sio ukae nazo hivyo kwa sababu ni haraka sana kukutwa nazo na maaskari. Kwa na basi surubali 3. Sorry? Surubali 3 wrong 3. Yeah. Ya ndani ndio naweka hizo pesa za huyo. Hata kuna siku maaskari walionishika. Ile bangi bahati mzuri nikawa nimeichanganya kwa mapipi. Alafu hizi sweet. Zile nilikuwa nauza Okasi nazo. Kwa sababu unaenda na okay. Yeah. Sasa nasiweka kwa karatasi ya black. Alafu nafunga nasingiza kwa zile sweet ndani. Alafu zile nazo uza nazo nasiweka ile box kuna vile kwa tunaitengeneza. Hapa pembeni tunapanga zile ambazo utakuwa unatolea mtu kwa haraka. Siku moja wamenishika akaniambia wewe ndio unaitwa Mwala. Nikanyamaza. Mmoja naye akamwambia Yusi ni yule kijana alikuwaga anakaa mjini, alikuwa anakuja msikiti. Huyu anafanya kazi yake achana na. Wakaenda. Nikaona hiyo kazi nayo imeanza kutaka kunilemea. Na nilikuwa sasa hiyo ndio ilikuwa inafanya hata kama wakati wa sikukuu nilikuwa nafanya nanunulia watoto wangu nguo kwa sababu yule aliye kazi yake alikuwa ananisaidia tu ya kusomesha watoto. Na saa nyingine akikuja anaweza akaniachia 2000 siku ambaye amekuja kutembea kwa hiyo mitaa. Sasa hapo nikaona hapa maisha imekuwa ngumu. Una risk. Sasa siku moja ungepata pesa kanga ngapi na hizo bangi? Kwa siku nilikuwa nauza misokoto kama 100. Kwa hiyo 100 yeye anachukua shilingi 14,500. Kwa sababu msokoto moja ni 50. Yeah. Mimi nachukua 500. Mimi nachukua 500 nikiuza hizo tunitwa msokoto moja nikiuza tukiwa 100 natoa 100. Nikiuza 50 ni unatoa 250. Yeah. Nikiuza watu wengine 50 natoa 250. Yaani unapata hizo pesa zote. Sasa unampatia na wewe unachukua tu 500. Yeah. Sasa siku moja nikaona hii kazi na riski kwa sababu hiyo askari walivyonikuta na nikaona wameanza kunipima. Nikajua raundi ya 3 nitarudishwa kule nilikotoka. Na nikikumbuka ile mateso ya kule huwezi taka. Nikaona hapana. Ndio nikachukua watoto wangu tena. Hapo kuna pesa nilikuwa nazo. Nikaingia Nyeri. Nyeri ndio nilipatana na kijana mmoja mlemavu. Akaniambia
kwa sababu na mimi sina makazi na nini, wewe utakuwa unanipeleka mahali fulani asubuhi, jioni unakuja unanichukua, nyumba tutakuwa tunalalamo moja. Alikuwa analipa yeye. Unampeleka anaenda anaomba? Yeah. Kwa street tunaenda na mweka na wheelchair. Alafu mimi naondoka. Okay. Sasa nampeleka kwa street na beskeli anakaa pale. Kila anapata anakuja ananunua chakula kwa sababu yeye sipika, mimi ndio nilikuwa napika. Namfulia nguo. Mambo mengi tu yani mimi ndio nafanya na watoto wangu na wafulia nini. Okay, bado mko nao huko? Yeah. Ndio sasa mama mmoja akaniambia we baki na mtoto moja. Yani yeye alitukuta tu tukiwa hapo. Tumekaa na yeye tunapiga story. Mkiona huyo mlemavu. Lakini alikuwa amepewa story na watu wa ploti vile tunavyokaa na nini. Kaja akasema atachukua huyu mkubwa mtoto. Ya nibaki na huyu mdogo. Akachukua huyo mkubwa. Kaendelea sasa kukaa na huyo mdogo. Amemchukua kusaidia tu? Yani kunisaidia tu akae naye. Okay. Lakini shule sikifungwa. Anarudi nyumbani. Kaa naendelea na huyo mlemavu hivyo. Huyo mlemavu akaniambia sasa kwa sababu hapa tumeanza kupata tuera. Kuna haja wewe unanipeleka pale. Hata kama utakuwa unanipeleka pale na wewe tafuta kasanduku ama kakibanda. Uweke hapo. Nikaweka hapo nikawa nauza sigara. Juu karanga yani wewe vitu hivi vyoka lakini sio nitembeze. Okay. Yeye akiwa pale na mimi niko hapa nao. Naendelea kuuza. Kaendelea hivyo, wandugu zake sio alitokeaga wapi. Kaja akamuuliza hiyo kazi umeona uje ufanye? Akaambia sasa mimi nyumbani nitafanya nini? Na mtaki kunisaidia. Akamchukua. Wakati wanamchukua akaniambia sasa wewe kwa hizi pesa ulikuwa nazo ilikuwa imefikisha 30,000. Fanya hivi, chukua hizi 20,000. Mimi ngoja niende na hizi 10,000 kwa sababu najua kule nyumbani watanihudumia vingine. Nikabaki na hizo pesa. Sasa kile kipato ni cha pale kwa switi akiwezi kamiliki kulipa ile nyumba kwa tunakaa. Na huyu mtoto na bando naye nilikuwa nimeshaanza kumwingisha shule. Alikuwa anaendelea. Kisha hapo nikaona nikaendelea hivyo, pesa ikawa inaenda inapungua. Mwisho nikajikuta nimeshaingia tena nyumba ya 700. Sasa ile mtaji ukao umeisha. Nikaanza sasa kujiunga na tena kazi ya mjengo. Mambo ya hivi ya pale, leo unapata kesho unakosa. Sasa nikakosa allowance nyingine. Siku ambayo nimepatisha hiyo kibarua, naenda nafanya hiyo kibarua. Siku ambayo nimekosa, nabaa manguo zangu zile ambazo sio ni safi sana, zile za kutembea, na chukua na ngunia naekelea hapa, naenda naokota maskirebu, plastiki, vitu kama hizo. Sio kama sasa hivi tunavyookota eti unaokota mpaka box, mpaka hizi chupa za maji. Kipindi hicho walikuwa hataki mabox, alikuwa hataki na kuna plastiki walikuwa wanachagua. Okay. Sasa hizo kusipata zilikuwa ni ngumu. Paka hata mipupa walikuwa wanatuambia mipupa hii ya ng'ombe tunaokota. Mipupa? Yale yani mipupa ya ng'ombe ama ya mbuzi. Tunaokota hizo, tunaenda tunapima. Siku ambayo nabahatika nilikuwa napata hata 400. Siku ambayo umekosa sana unaweza ukapata 200. Kana ngangana hivyo mpaka wakati huu naona niko hivi. Na bando ndio hiyo kazi tu nashughulika nayo pole. Okay. Ila kijana nilipata mwingine wa kunisaidia. Ila na yeye kuna wakati anafikaga ananiambia inatakiwa mwasi fulani ulete pesa kadhaa. Kukusaidia aje?
Aliniambia atanisaidia mahali mtoto atakuwa anakaa, kwa sababu hizi nyumba siku hapa karakta hapa chini. Sio nyumba mzuri. Sasa anakaa na mtoto? Yeah. Huyo lakini huyo mwingine ulimwacha kwa huyo mama? Huyo mwingine ako Meru bado. Huyo mwingine sasa ndio uko na yeye? Huyo akakwambia atakusaidia lakini kuna pesa utakuwa unampatia? Yeah. Sasa bado nang'ang'anaga hivyo kutafuta. Ikipata kama kwenye 1000 naenda na mkabidhi. Aniambia lakini wewe usio unakawia sana vile. Kwa sababu unajua kijana wako bado anahitaji mahitaji mengi. Ndivyo bado naendeleanga kung'ang'ana hivyo. Mpaka saa hii ndio maana najaribu kujihusisha, hata nikipata kazi yote naweza nikaendeleza. Sasa mimi nataka kuadvise vijana wenzangu waachane na mambo mengi ya duniani. Hii dunia ukipeleka mbio ndivyo itakupeleka mbio. Na ukipeleka pole ndivyo itakavyokupeleka. Na kazi ambaye zozote unasikia unaitiwa, unapaswa uchunguze ni kazi gani kwanza. Kwa sababu kama mimi sio kujigiza kwa hao vijana na kutaka kukimbizana nao, singejipata na zika watu kwa mochari. Haya tena ni kwa hiyo kazi napo singekuwa na haraka sana. Singejikuta niko njera. Kwa hivyo na advise vijana na advise vijana wenzangu, yani wajifanyie kazi ambaye hata iwe ni kazi kidogo. Mradi na kuigisia pesa. Usidharau. Jaribu uiendeleze. Jaribu uiendeleze ile kazi. Na usidharau hata kama inaingisha 5 kwa siku. Ni kweli. Jaribu ng'ang'ane nayo. Kwa sababu nimejihusisha na kazi mingi za kuuza bangi. Sanini. Lakini zote hasina faida yote. Matokeo yake ndio haya niko nayo. Na ningejua mapema ningeendeleza hata ile nilikuwa naifanyia hiyo ya okasi. Ningejikuta mpaka sasa niko mbele sana. Kwa hivyo vijana wenzangu sitaki mpaka hata mandada zangu wale wananifuata na wale kwa umri nao. Hata wenyewe yani waepukane na mambo mengi ya duniani. Kweli. Wafanye shughuli ambayo inaweza kawaingizia kipato hata hiyo ni kidogo. Hata ukiajiriwa kwa hoteli. Ifanye ile kazi kama ya kwako. Ili kusaidie leo na kesho. Mimi ningeomba yoyote anayenitazama anaweza kanisaidia kwa shida, kwa kile alicho nacho. Najua nitakifanyia kazi mzuri. Na bado nitaendeleza huyo mtoto wangu niko naye. Na hata yule mkubwa na yenyewe naweza nikamwendea. Shughuli ikiwa imeendelea vizuri na nikipata mtu wa kunisaidia. Okay. Na uko na miaka ngapi? Mimi niko na 32. Na umepitia hizo mambo zote? Lakini ni venye uliachokiwa mdogo. Yani ukiachokiwa mtoto mdogo unapitia mambo mengi sana, kwa sababu hata ile kufanywa tohara yenyewe ilikuwa ni haso. Ni kuaso, lakini kuna siku moja niliokotaga hizi kadi za Safaricom. Kitambo hicho kilikuwa sijaanza kuja saa 10. Niliokotaga sikuwa kwa kamboksi. Ukaenda ukauza? Sasa yule mwenye kumuuzia akaniambia ni za kuiba. Tofauti na hapo anipe shilingi 7,000. Hiyo 7,000 ndio niliedaga naye kwa mzee mmoja tu alikuwa anatuhusia sisi chakula ya rejareja mkawani. Kwenda ukafanya tohara huko? Nikamkuta nikamwambia niko hivi na hivi, ndio nikampa hiyo pesa, ndio nilifanyia hiyo tohara. Ya mtu anapitiaga mambo mingi sana. Lakini Mungu awakumbuke sana. Na hata venye sitaongea sana juu umewa advice. Hizo kazi mbaya ama kuuza vitu mbaya hazisaidii hata kidogo. Hasisaidii. Kitu yenye zinaweza kuletea, utaenda tu jela, maisha yako yapotelee huko. Yapotelee huko. Sorry.
naweza kuambia tu upatiane namba yako ya simu. Mtu mwenye anaweza feel anaweza kushika mkono ama kusupport na njia yoyote, hata kama ni kazi. Kwa sababu sasa ni mzee, uko na watoto, akusupport ndio uweze kulea watoto wako, si ndio? Yeah. So una simu sasa hivi sina, ama pia unaweza piga na yetu ya 0724333313. Ukipiga hiyo tunaweza kuconnect na yeye. So Mungu akujalie tu na akukumbuke. Yeah. Tunasemaga Ngai warume arokuririkana. Etiguo. Niguo. Unajua unaweza sikia Kikuyu. So majina umesema unaitwa nani? Kwa majina yale na woniwa nani jua nani Robert Mutweli. Robert Mutweli. Yeah. Robert, Mungu akukumbuke tu sana. Wewe ni mwanaume na kuelewa, juu pia mimi ni mwanaume. Na najua ile hustle inakuanga huku nje. So Mungu akukumbuke tu na kupee njia yenye tu unaweza penya nayo. Hata kama hapa anaweza ona mtu tu atume mtu akushike mkono tu. Juu najua mwanaume kitu yenye natakanga ni mtu tu atamshika mkono. Aize tu kumvukisha kidogo tu hivi. Hapo pengine utajipeleka. Si ndio? Sawa. Anyway, my viewers wangu, my followers wangu, tunawapenda sana. Asanteni sana kwa kuwatch story. May God bless you so much, na tunawapenda sana zaidi. Asante. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndi nacio ci mwena wa Eastern Bypass, na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ĩrĩa main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1, na ona farafara ĩyo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya Maram ni handu hanini muno. Handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru, ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti-ini ici. Ni broti cia 50 by 100, na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica, ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake, tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno. Na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40, ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo. Haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndi nacio ni ati cikomeire farafara. Ino ni farafara murona haha, uguo ci haha farafara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru, ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo, ni ndona ingi itagwo Royal Brain. Uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara, mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku, ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku. Wenda kunywa kahua at cafe, ungibatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara, handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira na beno ya thimu 0724 333313 0724333313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot. No ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria. Broti ici cina ready title deed, uguo wagura ni ready transfer. Wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hura na beo ya thimu 0724333313. Karibuni sana. Yes, ni twamunyita ugeni muthenya wa umuthi na twi haha twita kambuni ya Tayari Lands and Housing. Ni njitagwo Simon K na gakirugamirwo ni kambuni ino, na ndikimwiraga mwatuona handu ta haha mukamenya twina maundu meru, maundu tumureheire maundu mega muno. Umuthi mugunda uria twinaguo ni ndirona wi handu hega muno, tondu ndarora uguo ndirona rami haria na handu haha ndirona hega muno. Na kuma rami-ini ona kamori ni ndakuruta max tondu ranjirite hau no anga mitanga 400 ici mita 400 haha ona ni hakinyumeri eti hakuhe muno, ni hakuhe muno na rami na ni kundu kwega muno. Na ni undu woguo riu ni ngwitikira tugeithio ni kamori na director acokia tugeithie na tutaririe kundu guku rio kuhana. Karibu sana. Asante kamori geithia eroreria aitu. Yes. Mwiroreri wa Simon K
TV tumacokerie ngatho Simon muno nyambe ndimageithie ni njui Ngai no amaigite wega niguo twari nao January ngiciria mugunda wa mbere twendirie January ta 5 hau niguo twamerire ni mwaka wa kwigwatira na aria maturumirire Simon riu gutire mundu utegurire kindu nima na Ngai ni aratuteithirie mwaka ucio ni twendia product njega muno migunda tukahota kiria marenda Ngai agatuteithia tugacemania nakio niguo ndikimageithie ndimacokerie ngatho na ndimere umuthi twi kundu gwitagwo Kithioko director ne gukorwo agitutariria no haha ni haria twina view ya town ona turugamite haha kuria nikuo Kithioko koguo guku ni Kithioko phase 4 director ambe agitutaririe njui no ndiricoka haha Simon K yes karibu sana director tugeithie roreri ucoke tutaririe tumenye twi ku muthenya wa umuthi riu Simon andu ano kumageithia na ngeithi cia wendo wa mwathani niguo o riria twirigaine nginya riu na ningi ona makirio toguo kamoria iga turorete gutiriha mwaka niguo ni tha cia Ngai ti uhoti witu niguo koguo na ithu ni tuwe customer itu othe o haria mari niguo ti Ngai ni amaigite na akamamenyerera niguo tondu kuma hindi o tutikeiguite uru wonekanite niguo na tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa uguo niguo riu Simon tukoretwo o miethere gwetha mukerwo niguo turakoretwo twerwo Simon ni customers niguo turenda tuya twaraithi niguo mwatwethagira niguo turaguthukana haha hegwitwo kwa mthos turamarehera product Simon maracioya na ihenya muno niguo muno tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa uguo niguo he project turakoretwo twendia haha maraiga turenda hau niguo na githĩ toho tukiri Simon no ho turi niguo koguo ni tugikoretwo tuking'ang'ana o toria twaigire twi at their service very true kindu kiria marenda ni tukung'ang'ana rimwe ni turemagwo to ni iragithiga kiaga no riria cioneka tukageria muno makiria gwika atia ku make sure tuona product yo riu ino Simon ri ona ndire na maundu maiki tondu toria ngwiraga wi haria Nairobi wi Thika oya ngari irathie moja kwa moja kinya Mwiki uke nayo ukore town imwe nene muno itagwo town ya Matu ndanakwira Matu ndigwiciria gwi kindu itari gutiri kindu itari gutie kindu Matu itari wona waima kiria kuria gwitagwo town ya Matu riu umenye ni kurororete gukinya uke nginya handu hetagwo Githioko wakinya Githioko tauni uguikurukirira hanini uri oramine wambatirire wambatirira ukorega center ke hau getagwo Beria niguo mugunda ucio hau niguo ha tukinyange riu ngukuria Simon riu farati weria ino ya Arami highway Garissa road iyo area niguo iyo ti ya kuingira niguo iria ti thitima niguo mai ni ngwiraga haha twina Songea niguo taru ungienda kirimo kinene opposite haria he mundu ina bohuru no kwaria mukwaria niguo ino ni kanitha niguo iria ni tauni mathukuru thoko Githioko njira ni kingigiria wikare gutire kindu kingigiria wikare guku gutire no wigwatire na kana ni thaa thita cia tuku thaa cigana gutire thaa utangiingira mucii niguo koguo Simon toria turera andu aya riu indo ici ni irathi kinyihaga niguo haha ona ni wira uria turarutire kuhona very true koguo tukamera igirirai riu niguo aria na kamori na wakota na kindu kiu gikuigana ika atia na haha Simon hatiri undu utangika no akohe commercial ni ukuiga residential taru ni njira andu aingi muno uka wake kawia house haha niguo hindi ya magetho ya mbembe ona mbembe icio ndugatinde ati ugietha thoko aria na kamori niguo
Bebe atacainĩra orio wiki aria na Kamori. For real? Yes. Kamori wa Ona ũngĩ haha ndio wa Kamori. Radi tukejoria. Orori wiki. Orori nĩguo. Rori tani 17 aria na Kamori. Nĩguo. Koguo rĩ tukĩra andũ tũragwethera haha ũrĩa ũgwĩka product ĩrĩa ũkũruta hau Saimo nĩguo aria na Kamori. Product ĩrĩa ũkũruta aria na Kamori nĩguo. Okay. Nĩguo rĩu rĩ koguo tũkamera ũkai na mũndũ ndagetĩkĩre mwaka ũyũ ũthire. Kwĩ andũ aingĩ metũiga makona tũrĩa twĩtaga atĩa tũndũ tũrĩa ũrenda kũhingia resolution twa mwaka mwerũ na nĩ aingĩ mũno maigĩte gũkĩrĩka kea ona ũngĩaga kũrĩkia rĩ aria na Kamori nĩguo. Kamori nĩ ngoria nawe nĩ ũndũ wa haha. No nginya ũnyitithanĩrie tũigana ũna nĩguo. Rĩu andũ aitũ me karibu mũno nĩguo na Ngai amarathima mũno magĩ-purpose gũka kũigithia na ithuĩ. Amen. Thank you mũno director. Noguo waria nĩ ũhoro wa ma. Handũ haha nĩ handũ hega mũno. Mũndũ ũngĩũria handũ angĩaka. Mũndũ ũngĩũria handũ angĩaka tũnyũmba twa. Ta rĩu nĩ thĩte nyũmba cia gũkomborithia ciĩ haha. Mũndũ ũngĩenda gwaka nyũmba cia gũkomborithia handũ ha gũikara aramiĩ haha. Na nĩ ndona andũ nĩ magĩte tũmĩciĩ twega mũno haha by the way. Gũkũ nĩ kũndũ ũngĩũka na ũceto wega mũno. Ona ũngĩũka ũnyitithanie tũya twaku tũnarĩ. Nĩkĩ kĩngĩ ũrenda? Thitima ciĩ haha maũndũ mothe megũkũ. Ũkĩthiĩ ũkona wĩ haha na nĩ nyonaga ĩna maũndũ maingĩ mũno. So na mwenye haru nĩ gatagatĩ wa Matu na Mwingi. Ũguo wĩna taũni igĩrĩ njega nene. So mwĩ karibu sana reke tũigue Kamori agĩtũhe bei ya handũ haha. Na tondũ nĩ akũhutĩirie nĩ ndĩramenya ti atĩ nĩ bei tũngĩremwo nĩ kũgũra. So Kamori karibu sana. Nyita karapero gaka rĩu nĩgetha ũmere bei. Mwĩroreri wakwa nani nĩ ndacoka. Nĩguo. Rĩu Saimo rĩ nĩ mwaka tũrahinga. Very true. Na mũgũnda ũyũ rĩ intentionally turendaga ũkinyie December tondũ gĩkĩ nĩkĩo kĩheo kĩrĩa tũramahe gĩa thigũkũ. Tondũ Saimo mũgũnda ũyũ ũguo tũrendia mama ndwagĩrĩire kuma ũguo. Gũtirĩ mũgũnda wĩ Rami-inĩ wĩna thogora ũrĩa ngũmagwetera. Tondũ Saimo tũtinĩtie 50 by 100. Nĩguo. Tũkamahe na ofa ya thigũkũ na ya kĩanjĩrĩria kĩa mwaka mwerũ. Ũrĩa ũkũigua ndũmĩrĩri ĩno ateng'ere cash nĩ 180,000. 180,000. Nĩguo. Title inclusive. Nĩguo. 180,000 hamwe na title. Bei njega mũno. Na kĩo ũrĩa ũkũgũra na installment tugagethe 50,000 ici ingĩbange gĩtiribũ kĩa mĩeri 6 arĩkie kũrĩha 199. 199. Yes. Wow, nĩ bei njega. Ona ndũnongerera mbeca nyingĩ hau. Asa. No toguo ndĩrakwĩra ĩno nĩ Christmas offer. Christmas offer. Nĩguo. Hau nĩ hega mũno. Koguo mwĩroreri witũ tuhũrĩre thimũ 0715999909. Nake mũndũ ũkwenda gũtũcerera tũrĩ harĩa Thĩka. Ngwĩciria ithuĩ nĩ ithuĩ kambuni ĩrĩa ĩtarĩ yathama ofici. Koguo ndĩmere tũrĩ harĩa Mco Plaza tũkoragwo 3rd floor room 302. Na Saimo nĩ ngwenda gũkũrequest andũ aya tũmere rĩu arĩa othe magũrĩte mbere ĩyo maigĩre title. Tondũ title nĩ nyingĩ mũno ofici. Koguo mũndũ ũtarĩ na thirĩ gwitũ na nĩ ũrĩkĩtie kũrĩha reke tũtanathiĩ Christmas moke magĩre title. Yes. Thank you mũno Mr. Kamori. Na ngwĩciria nĩ mũigua hau atĩ kambuni ya tayari no yo ĩtarĩ yacenjia ofici. Na ũngĩkora rĩngĩ kambuni nyingĩ iria citunyaga andũ mĩgũnda maikaraga magĩcenjagia ofici na marĩtwa. Gũkũ ihinda rĩu rĩothe no Mco Plaza na rĩtwa no rĩrĩa. Na handũ haha aratakwa na eroreri akwa ndĩmũcokerere o rĩngĩ nĩ handũ hega mũno. Ona ngwĩciria nĩ ingĩ mũndũ ũngĩthikĩrĩria wega no igue hũ cia ngari. Rami haha nĩ ona ndikuga gũkwendia 180. Ngugaga kwendia 250 ta ici tũrendirie haha. Christmas offer. Ni Christmas offer. Ũguo rĩ mwĩ karibu sana. Handũ haha nĩ hega mũno na ndigwĩciria hena cia nyingĩ. Ũguo we wona video no ũrathimũ no amahe namba ya thimũ 0715999909 kana ũcere kũrĩa ofici nĩgetha tũtanarũgia mwaka ũkorwo at least
least niwe gwatira na kindu giaku kana ugikorwo wina kanya mungiuga atiriri mwaka uyu ungi gaka ngukiriha deposit ya 50 meri 6 ndihe at least by mweri 6 ugakorwo wina gataitu gaku so mko karibu sana director ukimugire uhoro riu no gukiuga Ngai amarathime eka undu ndaigua kamori ariganirwo no ihora igite araigite mundu wothe ukugura tufroti tutu twiri cash niguo kamutindika na drome ya Christmas we ukiamba ngere drome we cash oh cash igere cash drome kamutindika na ndugwe kate ngera tu wanu ite igere ngera muda na drome ya thiguku kai guku gwe kwega ate ama ai director na riho ni mungiani ni consider tondu ari ngigurite taone na guku nithe ndigithirie utingia kendi kamori yani uraji modo mothe ni kamori hau ni hega muno hau ni hega muno by the way ugo wakora broti igiri ndurume ya Christmas that is very nice thank you muno no ni ndo oguo director ni ndo wa gutwiciria Christmas God bless you so much Ngai amurathime muno na ni tumwendete tondu mwaka ucio ni mwaturehe wega mwita tayari na tukitio wega kuma hindi ria twambiriirie na nginya na mwaka uyu ungi ni njui no tuguthio ro uguo wega so God bless you so much erori itu tumwendete muno na mugene ihinda riega mukihure thimu iyo nigetha broti citigagithire mwaka uthire na ndonagia na kindu giaku asanteni sana thank you